Yes, karibu sana kwenye Story Glam. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia. Hii movie bwana, mshikaji anakula au anatembea na mke wa rafiki yake bila yeye kujijua. Sasa movie inaanza, mshikaji alikuwa anampigia simu huku anaenjoy na yule dem ndani. Alikuwa anapiga simu kwa ajili ya mshikaji wake, mara mshikaji ambaye alikuwa anampigia simu akaa anakuja. Sasa mshikaji itabidi anyanyuke kwenda kumsikilizia mshikaji. Sasa mshikaji alipofika ndani akujua kwamba yule mshikaji yuko na demu wake au na mke wake. Mshikaji wakana happy nini kuja kumtazama, kumbe ni mke wake, kachanganyikiwa. After then walipofika, mshikaji wake akawa anamsimulia, mwanangu, unajua yule mwanamke ambaye ulikuwa naye yule ni mke wangu, ndio maana nimeondoka kwa hasira. Ndio maana kuna kipindi uliniambia kwamba yule mwanamke umempata mtandaoni. Jamaa akasema kweli, yule demo nilikuwa nimempata kwenye website fulani hivi ambazo kuna madada poa wanapatikana. Ishuka watu wanapiga story kwamba sasa wewe blaza, kwa nini wewe imetokea hivyo kwamba wewe umemuoa mwanamke yule wakati mimi nilikuwa kwenye mahusiano ya muda mrefu kabla hata sijenda Uingereza. Akanambia, sikiliza mdogo wangu, yule ni mke wangu, nimemuoa kabisa kabisa, sitani kila ambacho nakuelekeza. Kwa jamaa kana anashangaa, blaza, yani umekuja kuoa mwanamke yule bila hata kunipa taarifa? Unakumbuka kipindi fulani mimi nilikuwa na kusimulia kuhusiana na huyo mwanamke, unaona? Akaambia sasa tuachane na hiyo, na mimi nataka nikuambie nilikutana naye wapi. Sasa insho anakuja kutukumbusha mshikaji alikutana naye wapi mwanamke aliyemuoa. Sasa siku moja wakati anatembea barabarani akamkuta mwanamke ambaye kidogo anatembea huku akiwa na mawazo mengi zaidi. Akaambia, ngoja bwana, simama kwanza, na kuona huko na stress kubwa nyingi, nataka uniambie una shida gani? Sasa mshikaji akaa anashuka kwenye gari, akaana mpata ule mwanamke pala ambapo yupo. Akanambia, mbona nakuona kama uko na mawazo mengi zaidi, kwa nini? Una shida gani? Kipi ambacho kimekukumba? So demo akaa anajaribu kubembelezwa pale. Akaambia, mimi nimepoteza wazazi wangu wote wawili, baba na mama. Nimeshindwa kuafford gharama za shule, mavazi, kila kitu. Unajua mimi nilikuwa nasoma chuo kikuu, kwa vitu hivyo vinanichanganya, na bado sijamalizia mitihani yangu. Hapa nilipo nimefukuzwa ada, sijui hosteli kwenyewe nimefukuzwa, sijui nataka nienda wapi, yani sina msaada wa aina yoyote. Akamsaidia siku hiyo, na muda huo wakaanzaga mahusiano baada ya kumaliza vitu vyake vyote. Sasa kipindi hicho mshikaji yuko Uingereza, ni umeona, so wakawa na enjoy, maanake tayari akamepata msaada nini, mapenzi wakaanzisha, kwa ikawa ni bonge moja la love. Kwa mshikaji ametulia na demu wake pale, kwa na enjoy tayari kutoka kwenye msaada mpaka kuja kuwa demu wake. Mambo akawa yanaendelea kama kawaida. Sasa siku nyingine alivyo mshikaji sasa, baada ya kumfumania vitu vyote hivyo, akaa ni mtu ambaye haelewi. Sasa hiyo story alikuwa anamsimulia mdogo wake namna jinsi ilivyo. Sasa siku nyingine mshikaji wake akaa anakuja anakuambia, mbona unakunywa pombe? Akaambia, siamini mwanangu, yani mwanamke ambaye wewe ambaye nimeishi naye kwa muda mrefu najua ni mke wangu, kumbe ni mtu ambaye ni malaya ambaye alikuwa anajiuza website, nilikuwa sijui. Yani inachanganyikiwa. So mshikaji wake akaa anamwambia, tulia blaza, usiumize akili, unaona? Akaambia, mimi demu mwanamke nilikuwa nampenda. Kwa yani akaambia, yani yani unaumiza kichwa chako mpaka kufikia hatua unakunywa pombe kali, unataka kujizuru kwa sababu ya huyo mwanamke? Kwa rafiki yake akawa anamshauri yani jinsi ilivyo pale. Sasa hiyo siku ikapita na mwanamke akatambua kosa lake alilolifanya. Itabidi aende kwa mshikaji, akagonga geti pale, akana msubiri mlinzi aje amfungulie, unaona, ili aende akamuombe msamaha mshikaji pale. Gateman fresh akaja akamfungulia kwa sababu alikuwa anamjua kwamba ni shemeji yake. Baadaye akaja bosi akaambia, huyo mwanamke sitaki aingie kwenye nyumba yangu. Akaambia, ni mke wako huyo? Akaambia, hapana. Akana muomba msamaha, akapiga magoti chini kabisa ili amuombe atubu makosa yake aliyoyafanya, umeona?
mlinzi itabidi amfukuze kwa sababu alikuwa anatii maamuzi ya bosi wake. Issue kando hivyo. Sasa siku nyingine akaja rafiki yake wa kike akawa anamwombea msamaha pale kwa mshikaji, alikuwa anamueleza the situation jinsi ilivyo, akamwambia mambo mengi aliyopitia, kwamba kujiunga kwenye mtandao ule pale alishawishiwa na rafiki yake, alitumiwa linki, hana makosa na kujua kwamba yule ni rafiki yako, kwa itabidi msamehe tu, hana makosa yoyote, na mimi ametambua atakuwa fresh. Amekuumiza kweli kwa kipindi kirefu, unaona, pengine yale ambayo wewe umeyaona hukutarajia kwenye maisha yako. Ni kweli kabisa alikuwa anafanya vitu kama hivyo nyuma huko, lakini saizi ameacha. Naomba umsamehe na anapenda, ndio maana yuko hivyo. Kwa anajaribu kumwombea msamaha pale rafiki yake, alimueleza situation ya aina yote ile ya mwanamke, namna vile ambavyo anajua rafiki yake anapitia kipindi kigumu kwa kufanya kosa la namna hiyo. Kwa jamaa akawa ametulia anamsikilizia rafiki yake namna jinsi ambavyo anamueleza, lakini kiukweli mshikaji alikuwa anaumia vibaya mno, kwa sababu mshikaji alikuwa anampenda mwanamke, umeona, alimpa moyo wake na kipindi kirefu na wakafikia wamefunga ndoa, unaona. Kumbe alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa anajiuza mitandaoni, aliwahi kutembea na rafiki yake. Sasa siku nyingine bwana akaamua mbele ya mamake mshikaji pamoja na rafiki yake, demo akaja akaomba msamaha, umeona, akawa anamwambia siamini kile ambacho nilikuwa nakiona kutoka kwako. Nilijua wewe ni mwanamke ambaye umetulia, una akili, unaona, vile ambavyo ulinielezea namna jinsi unapitia maisha magumu kwako, lakini sikutarajia kwamba ni mtu ambaye ulikuwa unafanya vitu kama hivyo. Kwa mwanamke akawa analia huku anaomba msamaha, kweli nimetambua makosa yangu, naomba unisamehe. Na mama kaingilia kati akasema msamehe, kama kweli unampenda mtu, haijalishi umefanya makosa kwa kiasi gani au amefanya mabaya kwa kiasi gani, lakini wewe unaweza kaa ndo tiba ya kumtoa huko aliko. Na rafiki yake pia alikuwa anamuunga mkono kwamba bwana msamehe, hakuna kosa kubwa duniani kama hilo. So mshikaji itabidi amsamehe, mambo yakawa naisha. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu.